Kila ulichokuwa umekiongea nimekisikia, na ushauri uliokuwa utoa nimeusikia. Sasa naomba na mimi nipatie ushauri huo huo. Sikia nikwambie, nikiwa nanyanyua mguu wangu kutoa hapa, nao unyanyue mguu wako kwenda kupiga porojo hizo zokuwa namwambia mwanangu kuachana mume wake, abaki kwenye ndoa yake, la sivyo ama zangu ama zako. Kingine, usipofanya hivyo nitakufanyia kitu kibaya sana ambacho hujawahi kufanyiwa. Na kama utajiona una nguvu, basi nitahitaji mimi nipite chini wewe upite juu, au mimi nipite juu wewe upite chini. Nadhani hivyo viongea umenielewa. Ndio, nimekuelewa, naomba unisamehe. Kwenda na kurudi town ni shilingi 5000. Toka lini imekuwa 5000 wakati mimi najua ni buku mbili kwenda na kurudi? Usinitanie, chukua hela yako. Sasa nisikutanie kivipi? Basi mimi nachukua hela yangu afu natembea. Maana mimi najua kabisa naendaga kwa 2000 na nakurudi kwa 2000. Sasa inakuaje? Hiyo nauli ya gari ndio nakuelewesha. Chukua hela yako sister. Na mimi sianze leo kufanya biashara ya buda. Chukua hela yako sister. Nachukuliaje mimi? Sio kwamba mimi nakuchukuliaje. Sasa kama unavyoikataa mimi nifanye nini? Na ndo nina 2000 tu. Bei ya kwenda na kurudi shilingi 5000. Kwa nini hujaniambia saa zile? Nitakwambiaje? Kwani ulichukulia ni gari hili ndugu yangu? Acha dharau. Sasa hapo kaka kuna dharau gani? Mtu alikuwa ajui kwamba nakwambia acha dharau kwenye biashara za watu. Sawa? Taniani kwenye biashara ndugu yangu. Sawa? Taniani kwenye biashara. Sawa? Mimi nakutania vipi wakati nimekupa hela yako uitaki? Wewe unanichukuliaje sister? Mimi nilikuwa sijui sasa kama ni 5000 kwenda na kurudi. Mimi najua 2000. Utaiacha hiyo simu yako sasa hivi hapa. Samani kwanza nataka niingilie kidogo kwa sababu wewe wakati unampeleka town mnaelewana shilingi ngapi? Sijamwambia bei lakini tunatambua bei ya hapa kwa shilingi 5000. Hapo nilielewa kabisa kwa kuwa kwamba hapa tunabeba watu wengi bila kuambia bei. Tunapoenda town tunaelewa kwamba ni shilingi 5000 kwa sababu hata gari inabebea kwa shilingi 1000. Ndio maana nimemwonyesha hii sio gari. Ndio shida Ahmadi. Wewe unajua kwa sababu kijiweni tulifanya mabadiliko kwa upande wa bei. Kwa sababu shilingi 3000 ilikuwa inatubana kwenda mjini. Tukapandisha bei. Ilikuwa ni shilingi 5000. Sasa wewe iweje unambeba unampeleka town bila kuelewana bei? Haina shida ya kunisumbua akili. Ataiacha simu yake au nguo. Atajua namna ya kwenda kufanya ili kuja kukomboa ile simu yake. Mimi nipo hapa kijiweni. Dada inakuwaje unampa 2000? Mimi najua kwamba ni bei 2000. Haya toka lini imepanda? Naendaga mjini kila siku sio leo. Dada, hapa tulifanya badiliko la bei hapa kijiweni kwa sababu ya mafuta ilipanda. Kama amefanya badiliko, siangeniambia kwamba dada imeshabadilika. Kwa nini anibebe tu na kwenda na kurudi hapa hadi anikabia? Hii sio gari ya kukubeba kwa 1000 kwenda na kurudi town. Ungeniambia. Ahmadi, mwachie, isiwe kesi. Unamdai shilingi ngapi kwani? Namdai shilingi 5000. Unadai shilingi 5000. Unalipa shilingi ngapi? 2000. Haya bana, isiwe kesi. Shika hapa. Sasa unaelekea wapi? Mimi nishafika. Uniachiage basi. Mwage mnaongeaga sio mtu. Wewe mwenyewe mfanya biashara kama mimi. Wewe ni boda kama mimi.
Wapi jirani? Wapi tena? Na hilo begi wapi? Aise. Unaenda wapi? Sasa wewe ndio unaniambia kwamba mimi nikifika nyumbani niondoke. Naenda nyumbani kwa kaka yangu. Hiyo siku nilipitua tu ndugu yangu kukuambia kwamba utoke kwa mume wako. Tumeongea, tukayamaliza kwamba nifike neno na ukaniambia vizuri kabisa kwamba nenda kwa kaka yako. Atakupokea tu. Aya tena nafika unasema kwamba hivi, mbona unanichanganya wewe? Nilipitua tu mkichwani, unajua hiki kichwa kina mambo mengi sana unajua. Yule shangazi yenu sio hata mchawi. Ni mama mwema kabisa yule. Hata kama ukimwangalia hivi sio mchawi kwa kweli. Unanielewa? Bwana kaa kwa mume wako. Eti, ngoja mimi niende sokoni pale. Wewe. Hivi huyu alichokiongea hapa anajielewa kweli? Mimi ndo niende, mimi ndo nibaki. Mchanga. Geto tena? Yeah. Kwa umenileta hapa kwa ajili gani? Sasa kipi ukijui? Hali ya kwa nilikwambia unipeleke nyumbani na hapa. Yaani wewe dada unachekesha kweli. Kwa wewe ulikuwa unategemea mimi nakupa shilingi 3000. Yaani ni bure tu. Haya kunilipia shilingi 3000. Unanileta geto. Hivi wewe unanichukuliaje mimi? Hivi wewe kipindi mimi nakupa hiyo 3000. Ulikuwa unategemea nakupa bure? Mimi na wewe tunajuana? Hivi wewe unanichukuliaje mimi? Unanichukulia malaya sana, si ndio? Yaani wewe dada, nasema hivi, hiyo hela utaitoa. Sitoi. Na tena sasa hivi. Unanichukuliaje wewe? Hiyo 3000 mimi naitoa wapi? Kwani nilikutumu unisaidie? Si shobo zako. Hivi wako unajielewa kweli? Eti 3000 unajisikia unachozungumza? 3000 yangu natoa utoi? Sitoi. Yaani hela upewi na geto siingii na cha kunifanya huna. Sitoi 3000. Hiyo hela utaitoa. Sitoi. Na ukizingua nitakupeleka kwenye kiti. Na nitakusingizia kesi ya kunibaka. Kwa hiyo alikuwepo kipindi jamaa anakusumbua kijiweni? Yaani hilo utajua mwenyewe. Alikuwepo, hakuwepo, anajua unadai shilingi ngapi, lakini nitakupeleka kwenye kiti. Wewe nengeneka tu. Lakini 3000 upewi. Una jeuri. Na jeuri na mazoea kwangu punguze. Sasa hiyo jeuri mimi nitakuonyesha. Na hiyo hela unaitoa mara 3 yake. Lako hilo. Ndio nakwambia. Na hiyo hela utailipia mara 3 yake. Rafiki yangu. Naambia mwanangu. Kwa leo umeamua mpaka kunitembelea huko mzee. Nilijua tu sianga zako hivi kama nimeanzia kule. Alafu nikaona ng'ombe ziko huko chini chini. Tupo sawa rafiki yangu. Naona da. Maembe matamu sana. Sema mwanangu. Unajua toka nihamia kwa shangazi. Ni matatizo juu ya matatizo mwanangu. Sasa kwa shemeji yako. Sijui ni tatizo gani. Yaani huwezi amini. Yaani huu muda mchache ambao nimefika hapa. Mimba 2 zimetoka. 2? Ndio. Umeshaanza sasa kuyaona yale mambo nilikuwa nakwambia kipindi kile. Mambo gani? Wewe nilikwambiaje kuhusu shangazi yako? Kuhusu shangazi? Kusema kweli, sijaona dalili yoyote ya kiashiria cha ushirikina. Sema shemeji yako muda mwingine
anasema anamtokea shangazi yangu katika umbo la kichawi. Sasa najaribu kuwaza mimi, mbona mimi hanitokei? Kwa wewe najua ni vigumu kukutokea, ila hebu jaribu kufanya uchunguze hili jambo. Sasa hivi angalia, alishafika mara 2. Mimi nishakwambia kipindi kile na shemeji yangu kakwambia tena. Takiwa ulifuatilie. Ni sawa kulifuatilia, lakini wanawake sio wa kuamini sana. Mimi nahisi hizi mimba shemeji yako ndo anahusika kuzitoa. Anajaribu tu kumpakazia shangazi yangu. Nahisi kabisa kashashindwa kuishi maisha magumu haya kimaskini. Unajua kule kwao alikuwa anaishi vizuri na kaka yake. Nahisi huku kachoka tukashindwa kuishi na mimi. Anaanza kusingizia shangazi. Hayo unayoongea ni sawa, ila takiwa ujaribu kufuatilia. Sikae kizembe rafiki yangu. Ni sawa? Ni kweli mwanangu. Ngoja nitajitahidi kufuatia, kwa sababu hata Waswahili wanasema inalozungumzwa jua lipo. Na kama alipo basi liko njiani. Hebu ngoja na mimi nijihizishe kwamba hili limekaaje. Sababu mimi toka nifike pale yani naishi vizuri sana shangazi yangu. Kama awali nilivyokuambia kwamba ana utu, anajali. Sasa kama hili swala, ngoja na mimi nifuatilie. Nifuatilie mwanangu. Sikae kizembe. Nifuatilia mwanangu. Wewe lifuatilie. Si unajua kwenye masuala ya kuchunga ng'ombe. Hata hivyo, tangazo tunawapeleka nyumbani. Mzee, ili jua kwanza alitembea hapo unajua. Ndio maana umenikuta hapa nimekalia kula tu maembe. Uje kivuli kiondoke, roho yangu ipone. Uchawi wa shangazi. Wao mrembo, mambo. Poa, mambo. Safi mzima. Mzima. Nakusikiliza. Mungu kiukweli anajua kuumba. Sio sana, kidogo. Nilikuwa najiuliza sijui nitapata wapi mwanamke wa kuoa kama huyu. Uchawi wa shangazi, lakini mimi si wa kufa kimya. Mwanga uje, kivuli kiondoke.